Mabibi na mabwana, takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 60% ya kaya nchini bado zinategemea kuni na mkaa kama vyanzo vikuu vya nishati ya kupikia. Hali hii inachangia kuharibu mazingira, kuathiri afya za kina mama na watoto, kwani hawa ndio wanaoishi maisha ya kila siku katika mapishi, lakini pia inaongeza gharama za maisha. Kama nilivyosema hapo awali, sisi Jeshi la Magereza tayari tuko full swing. Kama Jeshi la Magereza tunatumia nishati safi ya kupikia. Kongamano hii linafanyika kwa ajili sasa ya kutuhamasisha sisi watumishi pamoja na familia zetu kuhakikisha kwamba na sisi kama lilivyo jeshi na sisi ni watumishi, basi kuhakikisha na sisi tunatumia nishati safi kama njia mbadala kwa ajili ya kufanya shughuli zetu za jikoni, iwe ni mapishi ya kawaida, iwe ni sherehe. Najua miongoni mwetu ni wajasiriamali, tuna sehemu zetu za biashara kama ni babalishe au mamalishe, kuhakikisha tunatumia nishati mbadala ili kuokoa mazingira, lakini kulinda afya zetu kwa ujumla. Elimu ya ujasiriamali ni msingi wa maendeleo ya jamii yoyote ile. Ni wazi bila kuwa na elimu huwezi kukiendea kitu au kukifanya kitu ipasavyo. Unahitaji upate elimu ili ukiendee kitu kwa namna bora na namna ambayo inatakikana hilo swala liende. Sasa elimu ya ujasiriamali ndio maendeleo kwa kila jamii, na kuna fursa nyingi zimeletwa kwetu leo. Iwapo tutakuwa thabiti na kuzingatia, basi ni wazi hatutarudi tena hapa tulipo. Wapo wenzetu wa NMB Bank, lakini wapo watu wa UTT. Sote tunafahamu kwamba tuna ile kauli yetu, unasemaje? Ikifika katikati pale na kule mwishoni tunasemaje kuhusiana na NMB? Watu tunasemaje? Asa ile ni kidogo. Leo hapa watatuelekeza, watatuambia, lakini UTT watajichanganua na kusema kwamba namna gani ambavyo tunaweza tukanufaika. Na wadau hawa wa maendeleo tuliokuwa nao, ninaamini washiriki tutajifunza mbinu mpya za kuongeza kipato, kuboresha bidhaa zetu, lakini pia kuwa wajasiriamali sasa ambao tutakafanya ujasiriamali kwa weledi mkubwa. Wito wangu kwa wote tunaoshiriki hapa, kwanza kwa maafisa na askari wa Jeshi la Magereza, kujipanga vizuri ili kunufaika na fursa za kifedha na mafunzo atakayotolea. 2, kwa taasisi za kifedha, kuongeza ubunifu katika kuboresha bidhaa zenu mnazozitoa za mikopo yenye masharti nafuu kwa wajasiriamali wadogo. 3, jamii nzima kuchukua hatua na vitendo katika kutumia nishati safi kwa afya, mazingira na ustawi wa jamii. Kwa kumalizia, sote tuliokuwa hapa, nipende kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili kumshukuru Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza, kuushukuru uongozi wa TAWEN na wadau wote
nyinyi sisi washiriki, na niwaombe tuendelee kufanya hivi kwa nyakati nyingine, mje mtupe elimu hizi ili tuweze kuisaidia serikali, lakini kujisaidia wenyewe, ili kuhakikisha tunaisaidia serikali katika kuhakikisha mkakati wa nishati safi ya kupikia ifikapo 2034 inafika kwa 80% kama ilivyokusudiwa. Kwa heshima kubwa sasa ninatamka kuwa kongamano la nishati safi la kupikia na elimu ya jasiriamali limefunguliwa. Asanteni kwa